Habari zenu watu wangu, ngoja tupate fundisho kwa warembo walioko kwenye ndoa alafu bado wameshikilia kazi zao kulika ndoa zenyewe. Kuna huyu jamaa jina lake la kwenye cheti cha ndoa anaitwa Marvin. Sasa leo amerudi nyumbani, anakuta nyumba iko rafu kinoma, ndani hapajafanyiwa usafi kabisa. Jamaa akamuita mkewe anaitwa Tara. Mrembo anatoka ndani akiwa na laptop mkononi, anamwambia babe, niko busy sana na kazi mpenzi wangu. Marvin akamwambia mke wake, babe, kwani inakuchukua muda gani kufanya usafi humo ndani kisha uendelee na kazi zako? Mrembo akamjibu mumewe, babe, niko na deadline. Client anahitaji kazi yake leo mapema kabla muda haujaisha. Mume akauliza tena, vipi chakula umepika? Hilo swali sasa ndo likawa zito zaidi. Mrembo hata kupika hajapika kitu chochote kile, na hapo hapo akageuza anarudi zake chumbani. Marvin akaona hapa nimepatikana. Mume akaanza kufanya usafi mle ndani. Alipomaliza akaingia zake jikoni kupika msosi. Jamaa anapika chakula huku anajiuliza, humu ndani wote tunafanya kazi, lakini pesa yangu ndo inatumika kulipia bili zote za humu ndani. Sasa mke wangu anaenda kazini kufanya nini ikiwa narudi amechoka na wala hafanyi kazi yoyote ya nyumbani na wala hata pesa haleti? Ndio nini sasa hii? Marvin alipomaliza kupika akaenda chumbani kumpelekea chakula mkewe, akamwamsha ili ale msosi. Baada ya kula, mrembo ameshiba tayari, akarudi zake kulala. Jamaa na yeye amepanda kitandani kulala. Akaanza sasa kumshikashika mkewe. Jamaa anataka ale mzigo, mke hataki. Anamwambia, babe, nimechoka jamani, nahitaji kulala, kesho nataka niwahi kazini mapema sana. Marvin akamwambia mkewe, usijali mke wangu, wewe nitegeshee tu, hata usifanye kitu chochote kile. Mimi nina hau kinoma, imepita miezi miwili sasa hivi hujanipa haki yangu, kwa hiyo wewe tega tu hapo, mimi nitamaliza mwenyewe. Mrembo alipoona mumewe anakuwa msumbufu, akaamua kuamka na kwenda kulala chumba cha wageni. Mke hataki kutimiza majukumu ya ndoa kwa kisingizio cha kuwa anahitaji muda mwingi wa kupumzika ili awahi kazini. Sasa bibie akiwa kwenye gari na rafiki yake wanapiga tu mbea, akawa anamsimulia rafiki yake, yani mume wangu ni msumbufu, yani kila akishiba tu huyo anataka nimpe, yani mpaka nachoka mimi. Rafiki akamuuliza, kwani mara ya mwisho ulimpa lini? Tara akamjibu rafiki yake, yani tangu aanze kunisumbua, nimemkaushia huu mwezi wa pili sasa hivi. Sitaki anisumbue kabisa mpaka project zangu za kazini zikamilike. Rafiki mtu akaguna tu, ila akamwambia mwenzie kwamba huu mchezo unaofanya ipo siku utakuja kukugharimu. Basi wakapiga story hapo mpaka mrembo akafika kazini. Usiku umefika, mrembo anarudi kutoka kazini. Jamaa anamuuliza mkewe, babe, sasa hivi saa ngapi? Umechelewa kurudi nyumbani. Unanirudia muda kama huu nyumbani kwangu? Tara, uko serious kweli na hii ndoa? Babe, nilikuwa na mkutano jamani, ndo maana nimechelewa. Ni kazi tu zilinibana mume wangu. Hivi Tara, unadhani mimi sifanyi kazi? Mbona nawahi kurudi nyumbani kwa ajili yako? Mrembo akaona hapa nimeshapuyanga. Basi akaanza kujibebisha pale ili msala usiwe mkubwa. Siku zinazidi kwenda, ila kiukweli Tara hampi mumewe huduma za ndoa, eti kisa mrembo yuko busy na kazi. Leo asubuhi Tara akatembelewa na rafiki yake, wakapiga stori za kazini kwao hapo. Walipomaliza, shoga akaanza kumsimulia rafiki yake, yani nikwambie kitu shoga yangu, bwana wangu atakuja niue jamani. Imagine ameenda zake klabu, amerudi amelewa na ananiomba nimpe raundi 3. Yani mpaka nachoka jamani. Tara akashangaa sana, huko anamuuliza rafiki yake, yani akatoka huko amelewa anakuja anaomba raundi 3. Kwani wewe ni mashine? Mimi huli wa kwangu wala hananga hayo mambo. Nikimwambia nimechoka anaelewa. Sasa rafiki akamjibu Tara, wewe utakuja kumkose huyo mumeo, humpi haki yake, akienda huko nje akapata mwanamke mwingine anayempa utamu, hutamlaumu. Rafiki akamwasia Tara ya kwamba usimletee mwanaume wako ubahiri wa tendo la ndoa, itakula kwako. Tara alipewa kisomo na rafiki yake, ila bado mrembo kichwa ngumu, hataki kabisa kuelewa. Anaendelea kumnyima mumewe unyumba na hafanyi kazi za nyumbani. Yani muda wote mrembo yuko busy na kazi tu, mikutano kila wakati, muda wote na laptop yake. Marvin anajaribu kuongea na mkewe, anamwambia hizi kazi za nyumbani unapaswa ufanye wewe, sio mimi kila siku nikae hapa nyumbani na kupikia na kuoshea vyombo, kila kitu na kufanyia. Ila Tara anamjibu mumewe, kama vipi nikuletee mfanyikazi wa ndani ili asaidie hizo kazi. Siku iliyofuata mrembo Tara anatakiwa kusafiri kwenda nje ya nchi kwa ajili ya safari za kibiashara. Sasa kabla hajaondoka akaamua kumleta mdada wa kazi ili amsaidie mumewe majukumu ya nyumbani. Babe, nimemleta mdada, jina lake anaitwa Esther. Atakuwa anakusaidia kazi zote za humu ndani. Hakuna tena kupika mume wangu. Lile swala halikumfurahisha Marvin. Walipokuwa chumbani, jamaa akamwambia mkewe, hapa umeniletea changamoto tu. Sijui kichwani mwako unawaza nini? Unamleta vipi mdada wa kazi alafu wewe mwenyewe unaondoka? Mke akamjibu mumewe, babe, kwani shida iko wapi jamani mume wangu?
Ebu tulale bwana, umeshaanza kuongea wewe. Sasa hiyo tulale yenyewe, mke akavaa gauni, anaogopa akilala na kinguo kipesi, mume anaweza kupandisha hisia. Mwanaume mwenzetu aitwe kwenye kikao kabla hatujampoteza huyu. Asubuhi iliyofuata, mke anasafiri. Hii ni safari ya mwezi mzima. Anaenda nje ya nchi kikazi kuiwakilisha kampuni yao ambayo anaifanyia kazi. Anamwacha mumewe mikononi mwa dada wa kazi. Sasa baada ya mke kuondoka, huku nyumbani mume anapewa treatment ya 5 star. Akitulia kidogo tu, mara akaletewa anywe, nguo za kazini zinapangwa vizuri, asubuhi anaamshwa ili awahi kazini. Yaani kila kitu mdada wa kazi anafanya mara 2 zaidi ambavyo ya mke alipaswa kufanya. Sasa leo jioni mdada wa kazi Esther amenyoosha nguo hapa, usingizi ukamjia. Akaona ngoja nipumzike kwanza. Huku chumbani bosi akaamka, anashangaa leo mbona huyu dada wa kazi hajaleta nguo zangu mpaka sasa hivi. Basi mchizi akatoka na kwenda mpaka chumbani kwa mdada wa kazi. Amefika anamkuta mrembo amejilalia kimya, ila sasa namna alivyolala ni mtego tosha kwa mume wa mtu. Mchizi anaona mapaja ya mdada yako wazi. Hapo minara ikaanza kusoma, ukizingatia jamaa ana ugwadu wa miezi kadhaa hajapewa unyumba. Marvin akajikaza, akaona hapa, ngoja nitoke humu chumbani, nikiendelea kukaa mwishowe nitambaka mtoto wa mtu. Sasa Marvin kila akipiga hatua anawaza namna mdada wa kazi alivyolala, akaacha maungo yake yote yapo nje. Mchizi anapata moto mwilini, anatamani angelima tu shamba la mdada wa kazi. Siku iliyofuata jamaa akarudi nyumbani mapema. Sasa amedhamiria kumsalandia mdada wa kazi, maana ugumu unamsumbua kinoma. Esther akawa anamuuliza bosi, leo mbona umerudi mapema hivi? Kila kitu kipo sawa kazini? Jamaa akamwambia tu, ndiyo, kila kitu kipo sawa, wala usijali. Marvin baada ya kubadilisha nguo akazama jikoni, anamkuta mdada wa kazi anasafisha vyombo. Mchizi akaomba amsaidie ile kazi, lakini mrembo akaona haina haja bosi, unisaidie hii kazi, ukizingatia ni kazi yangu. Sasa jamaa akasisitiza sana, anataka amsaidie mdada wa kazi kuosha vyombo, lakini kumbuka hana lolote hapa, anatengeneza mazingira tu. Hapo alipo ana ugumu kinoma. Akiwa poa sebuleni akamuita Esther. Mrembo alipofika, jamaa akauliza, vipi uko busy? Dada wa kazi akamwambia, hapana bosi, wala siko busy. Akamwambia lete glasi ya wine. Mrembo akaondoka kwenda kuleta glasi ya wine. Aliporudi bosi akamwambia, kuwa kama hauko busy basi kaa hapo tutazame wote TV. Sasa mdada wa kazi akaenda kukaa kochi lingine. Marvin akamwambia, mbona unakaa mbali hivyo? Hauwezi kuona vizuri TV huko. Hebu njoo ukae hapa nilipo, utaona vizuri kabisa. Mchizi anajitengenezea mazingira mazuri aiibute hiyo pisi. Leo Marvin ametoka zake chumbani, anafika sebuleni, anamkuta mdada wa kazi analia. Jamaa akamuuliza mrembo, unalia nini? Shida nini? Basi mwanzoni ilikuwa ngumu sana kwa bibie Esther kusema, ila baada ya Marvin kusisitiza sana, mrembo akafunguka akamwambia, ni kuhusu baba yangu. Alifariki, lakini sikuweza kumpatia mazishi mazuri kutokana na ukosefu wa fedha za kutosha. Basi Marvin kwa upendo alionao akamwambia mrembo, naomba nikupatie fedha kiasi cha naira milioni 2 uende ukamzike vizuri baba yako. Binti Esther aliona kama vile ni ndoto hivi, anaota. Naira milioni 2 ni pesa nyingi sana kwa mrembo kufanyia mazishi tu. Alipiga magoti akamshukuru bosi wake kwa kile kiasi cha fedha alichompatia. Siku iliyofuata mchizi akazama kwenye ndinga akiwa na mrembo anamsindikiza binti kwenda kwao kwenye mazishi. Wiki 2 zikapita. Jamaa yuko peke yake ndani ya nyumba, ana mawazo kinoma. Mkewe hayupo wala dada wa kazi hayupo pia. Jamaa na ugumu amejikaza mpaka kipengele cha mwisho. Mke anapiga simu ili amsalimie mumewe, lakini Marvin wala hapokei. Kichwani amejaa dada wa kazi tu, maana amempigia simu kuwa leo ndiyo siku atakayorudi. Sasa mchizi hataki kusikia kitu, anamtaka dada wa kazi arudi ajaribu zari lake. Haukupita muda, dada wa kazi huyu hapa. Mrembo akafika, jamaa akamkaribisha ndani na kumkumbatia moja kwa moja, akamwambia, nimekumisi kinoma Esther. Dada wa kazi akaona mbona kama bosi kuna kakitu kameanza kumpandapanda, shida itakuwa nini? Sasa mrembo alipomaliza kukumbatiwa, yeye ikabidi ajibu, nimekumisi pia bosi wangu. Sasa akamwambia, nenda ukale kisha uje sebuleni tupige story. Jamaa amekaa zake sebuleni peke yake, anamsubiri dada wa kazi aje. Mchizi anajiambia kichwani mwake, kwa hii zamu niliyokuwa nayo, binti akikubali nitampandisha kila kilele anachotaka. Leo nikimkosa, haki ya Mungu nitageuka chizi, maana nina hamu kinoma. Mdada wa kazi akaja na glasi yake ya wine. Sasa wametulia hapa, wamekaa kochi moja.
Mchizi Marvin akamimina kinywaji kwenye glasi, ila akamwambia mrembo, kabla haujaanza kunywa, nina jambo fulani nataka nilikuwa naliwaza. Nataka tulizungumze kwanza. Dada wa kazi ametumbua mimocho, anamsikiliza bosi wake. Unajua kuna hizi hisia kali zinaniendesha mno ndani ya mwili wangu. Nimezificha kwa muda mrefu, ila nashindwa kuendelea kuzificha. Esther, ujue na kuwaza sana. Yaani nahisi kama vile na fall hili kwako mazima hivi. Ila naomba kitu kidogo. Naomba Esther, uniruhusu hata nikupige busu tu. Hali yangu huenda ikatulia. Boss Marvin akasogeza domo lake hapo kwa mrembo, hata hajajibu kitu chochote kile. Hakumpa hata nafasi ya mrembo kujitetea. Mabusu yaliendelea, na kama unavyojua, safari moja uianzishe safari nyingine. Habari ya mabusu yalifuatiwa kitandani. Tayari amejipigia na kukolea kwa dada wa kazi, huku anamwambia, yaani hapa umenikausha kila chembechembe ya nyege. Wewe ni mtamu aise, hakuna kama wewe. Mdada wa kazi akauliza, itakuwaje fasa na wewe una mke wako na mimi ni mfanyakazi wenu tu, itakuwaje bosi? Jamaa akamwambia kwamba usijali kuhusu hilo, mke wangu wala hana shida. Kwanza yeye muda wote anachokiwaza ni kazi tu, kwa hiyo wala usijali, sisi tuendelee kuenjoy sasa. Mraba asali harambi mara moja, lazima atarudia tu, kwa maana asali ni tamu sana. Marvin akamgeuza dada wa kazi akawa kama mke wake vile. Utamu wa penzi lake ukamsahaulisha kama ameoa na anapaswa kula kwa kiasi tu. Jamaa akaanza kumpendezesha mdada wa kazi, anamjenga mwanamke wa kufanana naye. Wakishiba chakula cha mwili sebuleni, wanaenda kupakua na chumbani. Mapenzi yakanoga kweli kweli. Sasa leo jamaa alikuwa ameondoka na mdada wa kazi kama kawaida yao. Ile amerudi nyumbani, ghafla mke huyu hapa. Hi baby, nilipanga nikusurprise tu mume wangu. Mrembo amerudi tena bila taarifa. Bahati yao tu hajawakuta kitandani. Marvin alishangazwa sana na ujio wa mke wake. Ila ndio hivyo, ikabidi tu avunge kimya kimya. Sasa usiku umefika, mke anaanza kumsubusu mumewe, anataka ampe unyumba, maana leo hana kazi ya kufanya. Jamaa akamwambia, baby usijali, niko poa tu. Wewe pumzika, usijali, tutafanya hata kesho. Mrembo akaona, huyu leo imekuwaje? Yaani siku zote hizi sipo nyumbani, alafu leo nimerudi wala haombi kitu chochote kile. Hapa kuna jambo. Asubuhi mchizi kabla hajaenda kazini, akaenda chumbani kwa dada wa kazi kwanza kwenda kumsalimia. Ameingia amemkuta binti amechanganyikiwa kinoma. Akamuuliza, shida nini Esther, mbona umechanganyikiwa? Mrembo akasogea hapo kwenye draw, akamtolea vipimo vya mimba. Tendo limenoga mpaka likaleta na faida zake. Dada wa kazi amepata mimba. Bosi akamsaidia kumbembeleza hapo ili binti asilie sana. Ila yeye mwenyewe ndani ya moyo wake anawaza, nitamueleza vipi mke wangu? Zikapita siku kama 2 hivi, mchizi wala hana raha, mawazo kila wakati. Ila leo akaona potelea mbali, liwalo na liwe. Akamfuata mkewe akamwambia, bebe, ujue dada wa kazi ni mjamzito. Tara akauliza kimshangao, kivipi? Kwani ulikuwa unamwacha anatoka nje kukutana na watu, au imekuwaje mpaka amekuwa mjamzito? Jamaa akamwambia mkewe, unajua bwana, tatizo ni kwamba hiyo mimba mke wangu ni ya kwangu, sio ya mtu yoyote. Mke akasimama wakati huo akashamuita Esther tayari. Baby, unanitania sio? Utani gani mume wangu? Mrembo alipomwona dada wa kazi anakosa la kusema, akajua tu kuwa hapa huu sio utani. Hii ngoma kweli imetiki. Mke aliruka anataka kumpiga dada wa kazi, ila mume akamzuia. Jamaa alikula vibao viwili vya nguvu. Mke akamwambia, sitaki tena kumuona huyu binti ndani kwangu. Pumbavu kabisa. Siku ile mrembo akachukua begi na kuondoka, akaenda kwa rafiki yake. Alipofika akamwelezea rafiki yake mwanzo mpaka mwisho jinsi ilivyokuwa. Lakini rafiki mtu akamwambia kwamba, pole rafiki yangu, ila niliyokuambia ndiyo haya. Sasa ulikuwa unamnyima mumeo haki yake ya ndoa. Sasa ametoka nje ya ndoa kutafuta haki yake. Usimlaumu. After all, mumewe bado anakupenda. Sasa cha kukushauri tu hapa shoga yangu, rudi kwenye ndoa yako na ukafanye vile vitu ambavyo vinakuhusu kama mwanamke ili uweze kumrudisha mumeo. Tara akarudi nyumbani kwake, anawakuta Marvin na dada wa kazi wako hapa wanahangaika kumtafuta. Mrembo akawaangalia jicho la hasira, akapitiliza zake mpaka chumbani. Jamaa akamfuata mkewe akaanza kumwomba msamaha. Anamwambia, bebe, samahani bwana, nilizidiwa tu kichupa, kilijaa kinoma. Na wewe haukuwepo, na hata ulipokuwepo wala haukuweza kunipa. Ulipoondoka ndo ikawa ovyo kabisa. Mke na yeye akajifikiria, ukizingatia na yale maneno aliyoambiwa na rafiki yake, basi akaamua kuomba msamaha kwa mumewe, maana na yeye amechangia katika kuharibu ndoa yake.
Mke akamwambia mumewe kuwa anaacha kazi ili akae nyumbani kuilea ndoa yake. Baada ya kusameheana, siku iliyofuata mke ameamka mapema kufanya usafi. Dada wa kazi mwenyewe amemkuta mama mwenye nyumba tayari ameshaamka anafanya usafi mwenyewe. Sasa hivi hataki kucheka na kima wowote. Kila kazi mpaka kupika mrembo anaifanya mwenyewe. Dada wa kazi akaona kuwa hapa mimi sina kazi. Basi mrembo akaomba kuondoka. Marvin na Tara wakamwaga dada wa kazi, wakampatia na pesa pamoja na nyumba ya kwenda kuishi ili asihangaike kumlea mtoto. Ndoa ya Marvin na Tara ikaendelea tena. Safari hii Tara amebadilika na amejifunza. Ameacha kabisa mambo ya kumnyima mumewe unyumba na kukimbia majukumu yake kama mwekwe. Nyama sana kwa wewe uliyekaa kutazama hadi mwisho. Kama jirani yako huko anamsumbua mumewe, tafadhali mpelekee hii video. Ajifunze mapema kabla halijamkuta jambo zito akaita msiba kwa watu. Hii ni Recap Extra TV. Mpaka wakati mwingine, usisahau kusubscribe na kutoa maoni yako.